Ni vizuri wakati Bwana ametupa nafasi nyingine, anapotupa kibali cha kuishi tena, tuwe na sababu, kwa sababu isingelikuwa upendo wake kwetu, hatungelikuwa lolote. So wakati huu ningependa niwakaribishe katika neno la Bwana kwa muda mfupi, ili Bwana aweze kutuinua kwa viwango vingine. So I want us to turn our Bibles to the book of Acts of Apostles, chapter number 9. It's good when we read from verse number 36 to 44. But I want us to do some few verses and then we hear what God has for us this morning. So kwa huo muda mfupi ningependa kuzungumzia jambo kidogo, ja kwamba the Lord remembers the generous. Praise the name of the Lord. Yani when you become generous unto other people, there is a time that God remembers you. So that heart of generosity is the heart that God blesses. So the Bible says in verse number 36, and I read, in Joppa there was a woman named Tabitha who was a believer. Her name in Greek is Dorcas, meaning a deer. She spent all her time doing good and helping the poor. Yeah. Amen. Amen. Praise the Lord. So here the Bible is a woman in Joppa, and her name was Tabitha. So the Bible says that she spent all her time doing good. She took everything that she had kwa kusaidia waliokuwa hawajiwezi. So everything that she owned, she used it to help the people that were in need. So all of her heart, moyo wake wote ulikuwa wa kusaidia. Yani alikuwa anasukumwa ili wale ambao hawajiwezi anawawezesha. The Bible says that was her character. So helping the poor was all that she did. That is what she admired. That is what she gave the first priority in her life. And the Bible says that at that time she became ill and died. And her body was washed and in a higher room. So licha na kufanya matendo hayo mema, this woman of God died. She became ill and she died. But before she died, she did good to other people.
So Biblia inasema ya kwamba walipopata habari wale aliokuwa anawasaidia, wale masikini wote aliokuwa anasimama pamoja na wao wakati wa maisha yake, waliposikia nduru asubuhi ile ya kwamba huyu mama amekufa, Biblia inasema ya kwamba wakajitokeza kwa machozi mengi, kwa hasira nyingi, wakaenda mpaka kwa nyumba ya yule mama mjane, yaani yule mama aliyekuwa anawasaidia. Mikononi mwao wamepepa vile vitu ambavyo alikuwa anawasaidia navyo. Biblia inasema ya kwamba Bwana anatengeneza nguo na kubariki watu na so ule moyo wake wa kusaidia, wale waliosaidiwa waliposikia ya kwamba huyu amekufa, wakakataa, wakasema ya kwamba haiwezekani huyu mama akakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja akajitokeza na kile ambacho alikipata kutoka kwa yule mama, wakaomboleza yule mama akiwa kwa kanyumba ka juu. Kilio chao kikasikika kwa sababu kilikuwa kilio cha haki, ya kwamba yule ambaye alikuwa anatusaidia yuko tena pamoja na sisi. Biblia inasema ya kwamba hawakutosheka, wakatuma habari kwa mtumishi wa Mungu Petero. Na Petero alipopata zile habari, moja kwa moja alisimama akakuja mpaka kwa nyumba ya huyu mama. So in verse 41 the Bible says Peter reached over and he held her gate up. Then he called all believers, including the widows, and presented her alive to them. Verse number 41. akamoibukia elio akarangeria abachenu baria na ababoraka akamorenta asebale ole moyo. Amen. Praise the Lord. So mahali hapo Biblia inasema ya kwamba Petero alipofika, kwa sababu alikuwa amefahamishwa matendo ya yule mama ambaye aliyekufa. Alikuwa ni msaidizi wa wasiokuwa wanachiweza wakati huo, kwa watakatifu hata na wajane waliokuwa wakati huo. Biblia inasema ya kwamba Petero alipokuja akamuongelesha na kwa mkono wake akamuinua. Akamureta akiwa hai kwa mikono ya wale watakatifu, hata na akamureta akiwa hai kwa wale wajane. So jambo ambalo nilijifunza kwa hili neno ya kwamba yale matendo ambayo tunayafanya tukiwa na wakati, yale mazuri ambayo tunayafanya tukiwa na nguvu, ule moyo ambao tunakuwa nao wa kusaidia watu wangali wako hai hata kama hawajiwezi, huo ndio moyo ambao yani hayo matendo ndio yatakayotufanya tuendelee kuishi wakati ambapo hata tumekufa. Hayo matendo yetu yataendelea kukumbukwa.
kama hatutarudi kuwa hai, wale ambao tutawaacha, they will leave what we planted. So wale wajane walipomulilia Petero, wakalia, kilio chao kikasikika. Petero akamfahamisha Mungu kuhusu yule mama, na yule mama akarudi akawa hai kwa jina la Yesu. Kwa hivyo ningependa kuhimiza mtu wa Mungu asubuhi ya leo ya kwamba unapokuwa na wakati, unapokuwa na kitu ambacho utakachosaidia mtu nacho ukiwa na wakati, yaani mtu asikuzuilie kusaidia mtu utakayeweza kumsaidia. Hali yoyote isiingilie na ule msaada ambao unaweza kusaidia, kwa maana ule msaada ambao utakaopeana, msaada huo Bwana atakuja kukumbuka wakati ambao unakuza, wakati ule ambao utakuwa unamhitaji Mungu. Yale matendo uliyoyatenda ndiyo yatafanya Mungu akusikize. Praise the name of the Lord. And the Bible says in the book of Psalms chapter number 41. I want us to read some few verses there. Ili Mungu so verse 1, the Bible says, Psalms 41 verse 1, blessed is the one who consider the poor. In the days of trouble, the Lord delivers him. Verse 2, the Lord protects him and keeps him alive. He is called blessed in the land. You do not give him up. You do not give him up to the will of the enemies. Yeah. Yes. Amen. Praise the Lord. And that is the word of the Lord. So here the Bible says, this is David. He wants to bring us, there is something he wants us to know here, that it's a blessing. When it's a blessing when we consider the poor, it becomes a blessing unto us. That heart of generosity to those people that has nothing, and as we give unto them, draws the blessings of the Lord unto our lives. David says that blessed is the man who considers the poor. In the days of troubles, the Lord will deliver him. Praise Jesus. So we are serving people. Tunakuwa na ile huruma ya kusaidia watu ambao wako na mahitaji. Tunapopokea baraka, wakati mwingine tunapitia hali ngumu katika maisha, yaani tunasaidia watu, tunainua watu, tunawapea chenye wanahitaji, mahali ambapo tunaweza tunasimama na wao.
Biblia imesema ya kwamba tunaposimama na watu wale ambao hawajiwezi, tunapokea baraka. Wakati wa matatizo unapokuja, Bwana hawezi akatuacha. Biblia inasema ya kwamba huyo mtu ambaye anayeshughulikia watu ambao hawajiwezi, wakati wa mabaya unapokuja, Bwana anamtetea, anamuokoa. So this morning I want to urge somebody in the Lord ya kwamba tunavyoishi katika maisha haya, Bwana akatupe ule moyo wa kusimama na watu wengine. Yaani tusingoje tuambiwe ili tufanye. Unapomwangalia mtu ukiona ya kwamba ako na hitaji, simama katika pengo, usaidie katika hiyo hitaji, kwa sababu unaposimama katika hilo pengo, baraka zinakuja kwako mwenyewe. Kama vile tulisoma, Dorcas alisimama na wale wamama ambao walikuwa wajane hawajiwezi. Alipokufa alikumbukwa tena akarudishwa kuwa hai kwa sababu ya matendo yake. Biblia inasema ya kwamba wakati wa mateso utakapokuja kwa mtu ambaye anayesaidia watu wengine, Bwana anamuokoa. So the Bible says in verse 2 that the Lord protects him from and keeps him alive. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapofanyia watu wengine mema, unaposimama na watu wale ambao wanahitaji, Bwana atakulinda, Bwana atakufanya uishi. So hakuna maisha ambayo Bwana anapenda, yaani hakuna jambo ambalo linafurahisha Mungu ambacho kinafanya Mungu akafanye mtu akaishi tena hila matendo mema. So every good deed yenye unafanya inaleta kuongezeka katika maisha yako kwa utukufu wa jina la Mungu. Biblia imesema ya kwamba huyo mtu ataitwa mbarikiwa katika nchi. These things works vice versa. Bwana Yesu asifiwe. Yani, you can have a lot of things and you can't consider those people that I need. So if the Bible says that God calls those ones that are generous, those ones who considers the poor blessed, what if you have and you don't help? So probably when you turn those words, it can be also that cursed is the man who does not consider other people and he has power to help. Praise Jesus. When the times of challenges will come, you will be swept away. Because you have nothing that will hauna kitu cha kukutetea. Uko navyo lakini vinakufaidi wewe mwenyewe. So you use what you have to help those who are in need. The Bible says in the land of the living
The Lord will call you a blessed one. He continues to say that the Lord will never give you to the will of your enemies. Bwana Yesu asifiwe. Unaposimama na watu wengine, ndio maadui wanaweza kuwa wamesimama, wamepanga, wameweka mikakati, wamepanga mambo mingi kuhusu maisha yako. So, yale machache ambayo unaweza kusaidia nayo watu wengine. The Bible says that God will never allow you to fall into the will of your enemies. He will never accept. He will deliver you from their will. So it's good when we help those people that need help, because it brings a blessing unto us. The Lord separates us from our enemies when we help. The Lord considers us blessed ones in the land. So, verse number 3, it has a very strong message. The Bible says that the Lord sustains him on his sick bed. Bwana Yesu asifiwe. So, when you help those people that are in need, when you stand with the poor, besides God calling you a blessed one, besides God recognizing you in the times of trouble, the Bible says that when the sicknesses and the diseases will come over you, when you will be sick in your bed, the Lord will sustain you. Praise the name of the Lord. Because you have been standing on the gap of God. You have been standing with the needs of those people that are in need. When you will become sick, the Bible says that God will sustain you. You will fall sick, but you will never die. Hallelujah. You can be on that bed for a long time. But because you have been serving God by helping the poor, the Bible says that God will sustain you in that bed. You will never die. In your illness, God will restore you back to life. Praise the name of Jesus. And may that be your portion as you admire to stand with the poor. Amen. It will be your portion in Jesus' name. May God give you that heart of helping other people. It comes into your heart that I have to support. Sana sana kama wakati wa Christmas. If God has blessed you, never own that blessings alone. Go out. There are many people that need help. I am praying that may God bring them on your way so that you can help, so that you may draw blessings from the Lord. Amen. So David says that the Lord restores them restores them to full health.
nga nyasaye igakoire ni omonto okia safya ya engia. Amen. Amen. So God will never forsake you because you are helping other people. Nyasaye ta ugutiga ikiagera gokonyo. Your enemies may arise and plan everything evil against you. Ababisa baomba tenene babanga mabe mamincha yao. But your help to those who are in help, to those who are helpless, Lakini gokonya kwao okia sabantu bali batabagane ti gokonyo will bring back to life gokoretere obugima in the name of Jesus Christ. So may God give us that desire of helping other people. Where you can, you just do good and go. Because the Bible says that if we do not come well of doing good, at the due time of God, we will reap the harvest of what we have been doing. So ningependa kuhimiza mtu asubuhi ya leo nikiwa karibu kumalizia ya kwamba ni vizuri tunaposaidia watu ambao wanahitaji msaada. Unaweza wakati mwingine kujiangalia ukasema ya kwamba haki mimi nahitaji msaada. Lakini Bwana analeta mtu mwingine ambaye hakuna hitaji katika njia zako. Tazama yule mama mchane ambaye alikuwa wakati wa Elijah yao. Bwana anamuita Elijah, anamtuma kwa mama mjane. Mama ambaye hana kitu chochote. Mama ambaye ako na mtoto, ako na chakula kidogo cha siku moja. So the Lord anatuma his servant Elijah to that woman. And the servant gives one condition. That first give me what you have. And the woman says, what I have is very small and it's for me and my child. But Elijah, he insists, give me first. And the Bible says, alipompea kile chakula mtumishi wa Mungu akakula. All the days that he lived in that house, yule mama hakupungukiwa na chakula. Kile ambacho kidogo alipeana kwa mtumishi wa Mungu wakati huo, ilifanya Bwana akafungua milango mikubwa. Yule mama alibarikiwa wakati huo wa njaa wote mpaka njaa ikaisha. So don't be selfish. Never become selfish. That God has given us, let us go out and help. Praise the name of the Lord. Oh, when I joined the Bible school, the year 2017. So all of my life mimi nilikuwa napenda kuvaa jeans. Trouser ya jeans. So nikaambiwa Bible school hauendi kuvaa jeans. Utakuwa unavaa officials. So, and I was coming from a very, very humble background that I could not afford. So I told God, if it's you who has called me, I'm going. So one of the fine morning nikaenda nimebakisha, it was on a Saturday, naenda shule Monday. I took my bag of cheeses nikaeka nje. And I went to the road.
Mwenye naona yenye inaweza ingia mtu nikimwona namwambia come. Choose one or two. They were very many. So nikapeana zote nikarudisha kwa bag. Yaani nikarudisha bag kwa nyumba. So Monday is coming. I'm going to school. My bag is empty. The chini sasa nilikuwa nimezoea nimepeana zote. So Monday nilienda nikapae one trouser. Two of them. Na shati. So naweza enda ni kama nimefaa hii siku mbili na alafu na yayo ni siku nyingine navaa. So in Bible school, God sent a boy who comes from a home like of ours. He sent him unto me. He told me that Bwana ameniambia unipe trouser yako moja. Pray in your mind, I have two. Nikamwambia hapana, wewe unanijaribu, that is not God. Where there is a if it's God who sent you. And I went back to a certain God and asked, God, why are you attempting me? Inaweza kuwa ni wewe, and I have only two and you send somebody to me. No, God, you are not fair. So he went. On Wednesday after prayer and the fasting at night. So I'm in my room nimekaa tu if the boy came, he told me he has confirmed. So I went. I took the trouser and compare. So nimebaki na moja. It was on Wednesday night. So wiki imagine haijaisha. So nimepeana nguo yangu nimebaki na moja. So sikulala wewe usiku, I called upon God. I told God, you spoke to that boy, I gave him. May your will be done. So I had Thursday morning. One of my friends who lived in Mumias called me. He called me on a phone. He told me, CA, by that time nilikuwa CA church, so akaniambia CA nilisikia umeenda Bible school. Sikuweza kufika hapo, lakini sasa nataka nikupige support kidogo. He sent me 3,000. Nilitembea kama king. Nauliza soko iko wapi? Soko ya nguo iko wapi? Bwana amenionekania. Bwana Yesu asifiwe. And kutoka hapo Mungu akiniongeresha, I just give. Because I came to discover there is a principle that is in my mother's heart. She says, anaweza enda kisiagi unga peane kwa njia yote turale njaa. Anasema mkono unaotoa ndio unabarikiwa. So that principle came over me. So mimi pia niko hivyo. So it's good when you give whatever that you have, share with those who that does not have. Because the Lord will bless you. The Lord will deliver you when troubles comes on your way. The Lord will protect you and keep you alive. In this land of the living that we are in, the Lord will bless you. The Lord
will lift you higher in another levels. The Lord will never allow you to fall into the trap or in the will of your enemies. And the beautiful thing here is that the Lord will raise you from your sick bed. So Bwana tubariki, tukue na huo moyo, tukue wa baraka kwa watu wengine, ili na sisi tukapata kubarikiwa na kukumbukwa na Mungu. Amen. Ningependa tu tusimame juu as we finish. Amen. 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 So Bwana wabariki sana. Ningependa Bishop Uche utuombee ili Mungu akaweza kuwa pamoja nasi. Amen. Tukiwa katika hiyo hali ya maombi, ningependa tuende kuomba pamoja. Tumesikiza neno la Bwana. Ni vizuri tukaweze kuwa na moyo wa kusaidia, maana wanabarikiwa wale wanaotoa kuliko kupokea. Ukiwa na nafasi, waja Mungu akaweze kukusaidia uweze kuwa mtu unasaidia watu. Maana tumeona yule Dorcas akifufuliwa kutoka kwa wafu kwa sababu ya matendo aliyoyafanya alipokuwa hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumesimama katika mahali pako patakatifu tukikushukuru kwa sababu ya neno ambalo Bwana mtumishi wako ametuzungumzia. Ni wewe umezungumza pamoja nasi. Umetuletea dada mmoja kwa jina Dorcas ambaye aliyejitolea akasaidia watu alipokuwa na uwezo, akasaidia wajane, akasaidia mayatima, akawa wa baraka katika familia, na alipopatwa na janga la kifo, tunaona ulipoenda pale aliweza kufufuliwa. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, naomba kwamba Bwana kupitia kile ulichomtendea Dorcas, inua mioyo yetu tukaweze kuwa watu wanajitolea, watu wa msaada katika familia zetu, watu wa msaada katika kanisa mahali tunashiriki, watu wa msaada kwa wale ambao wanaotuzunguka, ili tutakapokuwa labda na shida fulani kwa sababu ya yale tuliyoyapanda ndani ya watu wetu, yatasababisha tukapata kusimama tena, yatasababisha hata kama ni kifo tuweze kuinuliwa tena, tukaweze kuishi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nakushukuru kwa sababu ya kila mmoja ambaye amesikiza neno hili. Tunaomba utusaidie, uweke roho hii ndani ya maisha yetu, uondoe roho ya wivu, roho ya kuwa mchoyo, uajilie roho ya kusaidia watu kadri na uwezo wa jina lako. Asante kwa yote na vyote, maana ni mema. Bariki mmoja, bariki wote kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.
Bwana awabariki sana. Tunapotoa sadaka zetu, alafu tuende moja kwa moja kwa Sunday school. Amen. Bwana awabariki kabisa. Amen.